Habari, na muhitaji mmoja kati yenu hapa niondoke naye. Sasa hawa washikaji wawili wakaanza kugombania hii nafasi. Nitafanya chochote unachotaka, lakini wakati huo kulikuwa na mwamba pembeni hapa ambaye hakutaka kabisa kuonyesha shobo. Karibu kwenye bonge moja la tambala mtu wangu, linaitwa Love Unscripted. Vipi kuhusu wewe? Mchizi yupo kimya tu. Naongea na wewe hapo? Hapana, asante. Kwani wewe hauhitaji pesa? Inaonekana hujala muda sasa na unakataa pesa. Unatania wewe, sichezi na watoto wa matajiri kama wewe. Mchizi akaendelea na mishe zake tu. Huyu bidada hapa anaitwa Ria, akamwambia kuwa najua kila mmoja na gharama yake, basi niambie yako ni kiasi gani. Mchizi akamjibu tu kuwa unaweza kumchukua yoyote kati ya marafiki zangu ukaondoka naye. Ria kwa jeuri akamuomba taje gharama yoyote ile ili aweze kuondoka naye. Huyu mchizi anaitwa Vincent, akamtajia $500 hivi. Ria hakupoteza muda, akaingia kwa pochi yake na kumpatia mchizi, lakini mwana akagoma, akamwambia kuwa hiyo pesa awape marafiki zake tu wagawane. Ria alishangaa kinomo na mbiwa, kisha mchizi akakubali kuondoka na Ria. Washikaji zake walifurahi kinomo na mbiwa. Huyu bidada hapa anaitwa Gabriela, huyu ni rafiki yake Ria. Akiwa sebleni anachezea simu, ghafla mlango ukagongwa. Alipofungua tu akaingia Ria akiwa mwongozana na Vincent. Huyu ni nani? Naitwa Vincent, nitakupa maelezo mazuri baadaye. Ria akataka kujichenga, Gabi akamzuia. Unaenda naye wapi? Si nimekwambia yupo na mimi, kwa hiyo akiwa na wewe ndio nimwache ingie ndani, tutaongea baadaye bana. Gabi aliendelea kugoma, haiwezekani umlete mtu kutoka majararani huko tena akae humu ndani kwangu. Mwisho Ria akaingia ndani na Vincent na kumwacha Gabi akiwa haelewi pale sebleni. Ria amekuja moja kwa moja hadi chumbani kumwonyesha mchizi sehemu ambayo atakuwa anapumzika. Bafu lile pale, nenda kaoge. Kisha bibie akasepa zake. Ria anamwambia Gabi kuwa anachokitaka ni kumfanya Vincent ajifanye mpenzi wake kisha akamtambulisha nyumbani kwao, lakini Gabi hakukubaliana kabisa na Ria kuhusu hilo. Ria akamwambia Gabi kuwa hawezi kuolewa na mtu ambaye hampendi kwa sababu tu eti ya utajiri wake. Ndiyo maana ameamua kawadanganya wazazi wake kuwa ana mpenzi mwingine ambaye anampenda kinoma. Kwa hiyo unaachana na Dennis na achana na yule mtoto wa mama mjinga. Gabi alimsihi sana asifanye hivyo, lakini akili ya Ria haikutaka kabisa kuelewa. Ria akampa hadithi Gabi kuwa siku moja ametoka kazini, ile wameingia chumbani tu akawa anamwongelesha Dennis, lakini mchizi akawa bize zake tu kuchezea simu, hakuwa anamjibu chochote. Yani unaambiwa hilo lilimuuma kinoma bibie. Ili mipango yangu ifanikiwe, nahitaji kumtengeneza mwanaume handsome ili nijitoe kwenye hili tatizo. Ria, hii njia sio nzuri. Mungu anajua wapi huyu jamaa umemtoa, ni mchafu, kachafua sakafu yangu, ilikuwa inanuka kinoma. Gabi alimpondea sana Vincent. Vipi kama akiwa muuaji akatuvizia tukiwa tumelala akachukua viungo vyetu? Yule jamaa hana hiyo tabia kabisa, maana nilitoa $500 lakini hakuipokea, akaniambia niwape marafiki zake tu. Nimeangalia filamu nyingi sana za wauaji, wale watu hawaui kwa sababu ya pesa, wanaua kwa sababu wanapenda kuua. Haupasi kuwa na mashaka, kila kitu kitakuwa sawa tu, niamini mimi. Gabi ikabidi amuulize Ria kuhusu mipango yake, lakini Ria akamwambia kuwa hadi hivi sasa